Bana, huu ni wakati ambao mshikaji anakula bata na huyu mrembo hapa, lakini huku familia yake inateseka kishenzi. Ni mwanaume ambaye tayari ameshaoa, lakini mchepuko unamshinda akili hapa na ndoa yake sasa iko matatani. Picha inaanza hapa, huyu jamaa mke na mume wanafukuzwa kutoka katika nyumba ambayo wanaishi. Huyu anaitwa Vincent. Vincent amepata tatizo kutoka kwenye kampuni yake, sasa inabidi ataifishwe mali zote. Vincent basi anaanza upya, ana familia yake hii hapa. Sasa haya ni maisha mapya, wanapendana kishenzi. Yeye na familia yake wamekuwa pamoja katika nyakati zote za shida na raha. Sasa hapa anamwaga mke wake ili aende katika mihangaiko. Mke wake anamwambia asante kwa kila kitu anachowafanyia pale kama familia. Basi wanataniana pale na anamwaga mke wake ili aende katika kazi yake. Sasa hapa anaingia kazini kwa kuchelewa. Anafanya kazi kwenye mgahawa hivi kama waiter. Sasa baada ya kufika akiwa amechelewa, mmiliki wa mgahawa anaanza kumind kwa nini amefika kwa kuchelewa. Sasa anajaribu kumwomba msamaha na kumwambia kwamba amsamehe, hiki kitu hakitatokea tena. Of course najua haitatokea tena. Unajua kwa nini? Kwa sababu makato ya mshahara yako yote utayaona mwisho wa mwezi wakati nataka kukulipa. Sasa mchizi ni kwamba maisha yake ni magumu kinoma na anategemea mshahara hapa. Sasa ameambiwa utakatwa kwa sababu ya kuwa anachelewa, na sio mara ya kwanza yake kuchelewa. Anafanya kazi hapa ni baada ya kampuni kumsimamisha kazi na kumtaifisha mali zake zote. Sasa meneja hapa akamruhusu aendelee kufanya kazi. Sasa ameingia hapa jikoni, kuna huyu mpishi anamuuliza, hivi jana umeangalia mechi ya Arsenal? Aisee, mpira na vitu vingine haviweki chakula mezani, kwa naomba uniache tafadhali. Sasa huyu anamletea habari za mpira ikiwa yeye ana mawazo ya fedha, anapataje kodi? Sasa Vincent ilibidi amuombe huyu mshikaji kama anaweza kumwazima pesa yoyote, naomba uniazime pesa na nitakurudishia hivi pesa kidogo tu. Sasa jamaa lenyewe likaanza kumcheka likamwambia, sasa unajua nikikuazima mimi hela sasa hivi, kitu kingine ambacho utakisikia ni mimi kuja kwako kupiga kelele kwenye mlango wako papo papo. Kama huna pesa kuniazima ni bora useme, sio unaletea hizo drama. Basi mchizi Vincent akasonya tu na kuamua kuondoka zake. Basi kama kawaida kazi inaendelea, anamletea mteja hapa chakula. Mteja anafungua kile chakula, anaona ni oda tofauti na ambayo ameagiza. Sasa huyu mteja alianza kufoka chakula ambacho aliagiza na ambacho ameletewa ni vitu viwili tofauti. Ni kwamba huyu mteja yeye amekuwa tu mkorofi, kitu ambacho kinamfanya meneja atokee hapa. Sasa na hili kosa lionekani la Vincent. Basi meneja alianza kumfokea Vincent kwa kubishana na mteja, na madam pale akamfukuza Vincent kama mtoto mdogo tu. Huko anarudi nyumbani ni stress. Mke wake anamwambia kwamba Samira leo amefukuzwa shuleni kisa ada. Mchizi akachanganyikiwa kabisa. Samira ni mtoto wake. Sasa akaanza kulalamika kwa nini matatizo yanamjia yeye kila siku. Hatujalipa kodi kabisa hapa sasa hivi, hii ni hatari sana. Najua kila kitu lakini kitakuwa sawa. Vipi kuhusu mgawani kule? Hapana, lakini kuna habari fulani hivi njema kidogo. Nimepata barua kutoka katika ile kampuni ya furniture ili niweze kwenda kwenye interview. Sasa huyu mke wake amekuwa akimpenda sana mume wake na amekuwa akimwombea ili maisha yarudi kama zamani. Basi ni moja kati ya mtu ambaye anamfariji sana. Basi mchizi amechoka kinoma na haya maisha. Mke wake inabidi aanze kumfanyia massage. Basi hapo anajisikia vizuri kishenzi. Sasa huku leo kazini pia alichelewa. Meneja akampigia simu akamwambia, hivi unahisi wewe ni nani? Mchizi ikabidi amwambie madam kwamba ametoka tu kidogo na anarudi tu sasa hivi. Hapana, kama hutarudi ndani ya dakika 45 jitambue kwamba tayari umefukuzwa. Mchizi ilibidi aombe kwanza samahani, lakini ndio hivyo, meneja ana hasira naye kishenzi. Huyu ni mama mkwe wake. Sasa amekuja kumuona mwanaye hapa nyumbani. Basi mwanaye anamkumbatia amefurahi kishenzi. Sasa mama anajaribu tena kumfariji mwanaye na kumwambia kwamba haupaswi kuchoka. Unajua kwenye ndoa, kwenye utajiri au kwenye umasikini, alafu Vincent ni mwanaume ambaye ni mzuri sana. Sasa mama anajaribu kumpa mawaidha hapa mwanaye ili asiweze kukata tamaa juu ya maisha ambao sasa wanapitia katika kipindi kigumu kweli. Yeye aendelee kumvumilia mume wake, kuna siku tu Mungu atamjibu. Na hapa Vincent ndiye anaingia kazini. Unahisi huko naenda wapi? Madam, za asubuhi kwanza. Hivi umeangalia muda wako ni saa ngapi? Oh, samahani, nimesahau. Wewe ni maskini, huwezi kununua hata saa. Hapana, samahani mama, ni kuna sehemu tu nilienda kufanya interview. Oh, kumbe unahisi hii kazi sio sahihi kwako na tayari unaenda kutafuta kazi nyingine. Hapana mama, ni kwamba nahitaji tu kazi ambayo inaweza ikawa nzuri kwangu. Oh, sawa. Sasa kama umepata hiyo kazi, kwa nini uko hapa? Hapana, sijapata. Oh, kwa maana yake umepoteza kote. Basi huyu maza anamtesa kweli Vincent. Sasa hapa ilibidi amwambie kama anahitaji kuendelea na kazi inabidi aipende. Na hapa kama akamwapisha kiapo, sema naipenda hii kazi, ninapenda hii kazi, mimi ni mhudumu na hii ndio kazi ambayo inanifaa, mimi ni mhudumu na hii ndio kazi inayonifaa vizuri. Basi baada ya hapo ndio akaruhusiwa kuendelea na kazi. Sasa huku usiku akiwa amekaa na mke wake wanapiga story, mara ghafla mwenye nyumba anakuja. Huyu anaodai kodi muda mrefu sana. Basi aliwa mind ili wampe kodi yake, lakini Vincent ilibidi amuombe tu hata siku kadhaa amtafutie kodi. Lakini asubuhi hii hapa Vincent yuko kazini, tayari familia yake inafukuzwa ndani humo. Hii yote ni sababu ya kodi. Baba mwenye nyumba amechachamaa kishenzi. Basi alichokifanya ni kuwafungia nyumba mpaka walipie kodi ndio watarudi ndani. Basi familia inapitia wakati mgumu kinoma hii. Baada ya mwanaume kurudi usiku, anakuta familia yake iko nje. Basi alalamika kinoma, akamlaumu sana baba mwenye nyumba kwa nini ameiacha familia yake nje. Hivi hii yote ni nini kuiacha familia yangu nje? Anahisi mimi sijaribu kutafuta pesa yake. Sasa mchizi analalamika mpaka anataka kulia. Mke wake anajaribu
anajaribu tu kumtuliza, lakini mchizi anajisikia vibaya sana. Mke wake akamwambia sasa waende wakakae kwa mama yake, yani mama mkwe wa mchizi. Kama mwanaume ilibidi amwambie kwamba nyie nendeni na mtoto mkalale huko, alafu mimi nitabaki nikiwa nafikiria nini cha kufanya. Vipi kuhusiana na wewe? Usijali, niko sawa, nyie nendeni huko mkapumzike. Baby, sikia, tunatakiwa tuwe pamoja. Mchizi hahitaji kabisa kwenda kulala kwa mama mkwe. Sasa wakati mke wake anambembeleza ili aende akalale kwa mama mkwe, akaanza kufoka, niache, mimi nafanya nini? Sasa baada ya kukaa muda kidogo akafikiria, ilibidi amuombe msamaha mke wake kwa kumfokea. Samani nimeongea na wewe kwa sauti hiyo. Mimi ni mwanaume ambaye familia imefungiwa nje muda huu usiku, sijui hata wapi nitaweka kichwa changu nilale. Nimechanganyikiwa, sina hela yoyote. Samani nimekufokea, najua unahitaji kunisaidia, nisamehe. Basi inasikitisha kinoma, kiona mwanaume analia, basi kuna jambo. Sasa katika mgahawa hapa tunamwona huyu mrembo akiwa anasubiri oda yake. Sasa Vincent ndiye anakuja kumsikiliza. Baada ya kumuona kila mmoja anashtuka, ni kwamba hawa wanafahamiana. Vincent Emechi, unajua ni kama naijua hii sura. Wewe unafanya nini hapa? Niko hapa, lakini kwa nini unaonekana hivi? Basi mchizi akaanza kujing'ata kwa aibu, anajibuja yale maswali. Haya ndio maisha yangu sasa, huu ndio uhalisia wangu, lakini silalamiki. Sasa huu mrembo ni kwamba alishawahi kufanya naye kazi kwenye kampuni moja na anamjua huyu jamaa kwamba alikuwa very smart, lakini kushangaa anamkuta hapa mgawani yeye ni mhudumu, kitu ambacho kilimvuruga kabisa. Sasa wakati anaongea na yeye, meneja anatokea, ni mara ngapi nimekukanya kubishana na wateja? Amna, nilikuwa sibishani, nilikuwa nataka kujua oda yake. Sasa mbona umechukua muda mrefu? Samani, ndio hivi ambavyo unatakiwa uongee na wafanyakazi wako? Sasa huyu mrembo hapa akaanza kumind na huyu madam kwa kuwa anamfokea Vincent na akazila kuendelea kukaa pale. Basi akamuomba namba Vincent. Vincent anaogopa kuchukua namba kwa sababu madam yuko pale, mteja tayari kaondoka. Madam sasa hapa ndio kimbembe kinaanza. Nzuri hiyo, kwa unaita rafiki zako ili waje kunitolea maneno ya dharau? Hapana, sijaleta rafiki yangu. Basi ameanza kujitetea hapa kwa kujingatangata kinoma. Sasa madam hakuweza kumuelewa mchizi, amejitetea akiwa anatetemeka kinoma, na madam akamwambia sasa kazi sasa hivi hauna. Mchizi basi anaomba samahani, haeleweki kabisa, yani ndio kazi imeisha hivyo. Basi mchizi ameomba sana samahani kwa madam, lakini hakuweza kabisa kumsikiliza. Leo amekaribishwa hapa kwa mtoto mzuri. Bana, huyu mtoto ni wakishua kwanza, pesa ipo. Mchizi anashangaa lile jumba. Basi mrembo ilibidi amuulize ni nini kilitokea mpaka sasa hivi ana maisha yale. Mchizi ilibidi amuelezee mrembo kwamba katika kampuni yake walipata shida ya kifedha, pesa ilipotea na ikasemekana ni yeye. Basi kampuni katika kufanya uchunguzi ilibidi wamsimamishe kazi na kumnyang'anya mali zake zote wakati uchunguzi ukiendelea. Sasa mrembo anamuuliza kwa nini hakuweza kutafuta kazi sehemu nyingine. Akamwambia hapana, unajua katika ile kampuni ilikuwa ni kampuni kubwa sana, kila ambapo nilikuwa nikienda nilikuwa nafahamika, kwa hivyo nilikuwa siwezi kabisa kupata kazi pale, na sehemu ambazo naweza nikafanya kazi ni kama hivi kwenye migahawa pale, hawaangalii historia yangu kwenye makampuni. Basi huyu mrembo bwana ni kwamba ilibidi ampatie kazi katika kampuni yake, huku anakuja kumpa taarifa mke wake. Basi alifurahi kishenzi, mke wake anatamani sana maendeleo ya mume wake. Mke alitamani kumwombea huyo rafiki yake maisha marefu sana, anatamani kumshukuru na kumwombea Mungu amtendee makubwa huyo mwanamke aliyempa kazi huyu mume wake. Basi walijawa na furaha kinoma. Leo ni siku ya kwanza kazini hapa. Mchizi yuko namuelezea kitu huyu mtoto, basi anavyomwangalia hilo jicho fulani la kimahaba la kumtoa nyoka pangoni, lakini mchizi anaendelea kufocus tu na ambacho anaelezea, ila mrembo akili yake iko mbali kabisa, yani inaonekana tayari kasha data na huyu mchizi. Sasa ngoja tuone mpaka mbele itakuwaje. Leo nyumbani familia haiamini mchizi amekuja na ndinga, basi walishangilia kinoma. Sasa hivi wanamiliki gari, kumbuka na kodi walishalipiwa kitambo katika nyumba, sasa wanaishi kibosi. Walishangilia kishenzi, yani furaha iliyokuwepo hapa ni furaha ambayo wameikosa muda mrefu sana. Kwa furaha alionayo leo mchizi alimwambia mke wake kabisa asipike hata chakula ili watoke waende kula dina katika hoteli. Basi walifurahi kishenzi, yani. Vincent aliitwa leo na mrembo hapa nyumbani, basi kaletewa juisi pale, lakini akawa haelewi sababu gani mrembo amemuita na muda umeenda. Ilibidi aulize ni kitu gani kikubwa kimemfanya amuite. Sasa mrembo akamjibu kwamba kuna kitu najutia sikukifanya zamani, lakini sifikirii kama nimechelewa sasa. Kukutana na wewe tena inanirudishia kumbukumbu za mimi na wewe, na nilifikiri tutakuwa ndio tumepotezana. Bado ninakupenda Vince, siwezi kabisa kukutoa akilini kwangu. Mimi nimeoa, unakumbuka hilo? Umeoa, hiyo inaingilianaje? Tunaweza tukawa pamoja na hiki kitu kikawa sawa tu. Sasa baada ya Vince, yani Vincent, kuona huyu mrembo anamletea habari za ajabu, ilibidi aage ili aweze kuondoka. Basi mchizi kwa kuwa anaheshimu sana ndoa yake, ilibidi aamue kuondoka zake bila kujali huyu mrembo amemfanyia nini. Basi huyu binti alibaki na mawazo kinoma, ni kweli anampenda sana Vincent mpaka nafikia hatua na busu glasi ambayo alikuwa anakunywa juisi. Vincent leo alibaki nyumbani ili afanye kazi zake. Sasa mke wake anarudi hapa, anamkuta nyumbani, anamuuliza kuna tatizo gani, mbona hajaenda kazini? Vipi, uko sawa? Unaumwa au? Hapana, niko sawa, niko sawa kabisa. Kwa nini hauendi kazini? Hapana, sitaki tena kufanya kazi pale. Sasa hili jibu linamshtua mke wake kwa sababu pale ni eneo ambalo amekuwa akitegemea maisha yao yatabadilika, na sasa mchizi amekataa kabisa kwenda
wanaenda kufanya kazi pale. Mke anauliza kwa nini? Wamefanya mabadiliko ambayo yanaendana na kinyume na ubinadamu wangu, kwa hiyo nimeamua sasa nibadilishe tu. Sasa ukweli ni kwamba huyu mchizi anamficha mke wake kwa sababu yeye ameacha kazi, kisa yule mwanamke sababu anamtaka kimapenzi, lakini hawezi kumwambia moja kwa moja mke wake. Mke wake amelalamika kinoma hapa, anajaribu kumshauri kwamba hapaswi kuacha hiyo kazi kwa sababu amepitia magumu sana mpaka kupata kazi. Sasa mke wake anamshauri, lakini mchizi ameshakata tamaa na hataki kuzungumzia kabisa sana hilo swala. Ikafikia hatua mpaka mchizi akapaniki na kumwambia kwamba mimi nimeacha. Mke anajaribu kumuuliza tatizo ni nini, lakini jamaa hamwambii kabisa yani. Sasa huku tunamwona ule mrembo akiwa anaandaa wine hapa, lakini mchizi huku yuko nafua nguo zake. Mara simu inaita. Leo ni kwa mara ya kwanza anapokea simu yake, mpaka mrembo anamuuliza, leo umeamua kupokea simu yangu, ni nini unahitaji? Hivi hiyo ndio sababu iliyofanya uache kazi? Sasa huyu mchizi akamwambia huyo mrembo kwamba yeye anapenda familia yake na hayuko tayari kuachana na familia yake kwenda kwa mtu mwingine. Sikia Vincent, hakuna upendo kwenye umasikini. Kila kitu unachokihitaji kipo upande mwingine kabisa. Kitu unachotakiwa kukifanya ni kuja tu kuvichukua. Unajua nini? Inatosha sasa, unaweza ukaachana nayo. Sasa mrembo akamuuliza, hivi kama ukiacha kazi unahisi unaweza kuhudumiaje hiyo familia yako ambao unasema unaipenda? Haya ni maswali ambayo yanamuumiza sana kichwa Vincent, lakini akaamua kumkazia mrembo yule, hataki kabisa kujihusisha na yeye. Basi mrembo akamwambia kwamba unaweza ukaja ofisini na kusaini dokumenti ambazo zinaweza kukuruhusu uondoke na upate mshahara wako. Basi mchizi akakata simu na kuendelea na mambo yake. Huu ni muda wa usiku, mke wake na mtoto wake wamelala, yeye bado yuko macho, ila anafikiria sana maneno ambayo alikuwa anaambiwa na ule mrembo. Yani anamrudia mara mbili kwamba hakuna upendo kwenye umasikini, kila kitu unachokihitaji kipo upande mwingine, kama unachotakiwa kukifanya ni kwenda tu kuchukua yote. Bana, haya maneno yanamrudia mara mbili, lakini haelewi, ila haelewi kwa nini anayakumbuka sana. Sasa hii siku mke wa Vincent tunamsikia akilalamika kwa mama yake na kumwambia kwamba Vincent apokee simu zake kabisa. Sasa mama anauliza kama kuna wakati wamegombana hata kidogo, lakini ni kwamba hawana ugomvi wowote. Mama akamuuliza, unaweza ukawa umeshaenda sehemu ambayo unafanyia kazi? Hapana, amesafiri, hawezi akawa yuko pale. Sasa kumbe Vincent alimwaga mke wake kwamba anasafiri. Baada ya kufika huko hakuweza kabisa kuwa anapokea simu zake. Basi huwezi amini, Vincent huko na huyu mrembo tayari kashamkubalia na yuko nakula naye bata. Simu za mke wake zinapigwa kinoma, lakini hawezi kupokea kabisa na hataki kusikia kabisa habari za mke wake. Huyo mrembo ilibidi amshawishi apokee simu ya mke wake. Sasa alipopokea simu ya mke wake akaanza kumfokea sana mke wake. Mke anauliza kwamba Vincent anarudi lini, lakini Vincent akamuuliza, wewe ni nani unaniuliza kwamba narudi lini? Nimekuambia nimesafiri, wewe unanisumbua tu mimi hapa. Vincent amebadilika kinoma. Mke anashangaa majibu ambayo anayatoa. Huwezi amini, akamwambia kabisa mke wake asimpigie hata simu tena, kama atahitaji kuongea na yeye atampigia simu. Sasa hapa huyo mrembo pembeni yake anafurahi kinoma jinsi Vincent anavyomfokea mke wake. Sasa hawa maravidavi yakaanza tena, yani mzee ni mwendo wa bata tu hapa na huyo mtoto wa kike. Ukweli ni kwamba Vincent hapa hajielewi kabisa kwa huyo mtoto wa kike, sijui nini kimempata. Tuendelee na movie. Leo mke anavutana na Vincent hapa katika eneo lake la ofisi. Sasa amekuja kumfuata Vincent, lakini Vincent yeye haelewi kabisa kuhusiana na mambo ya mke wake. Sasa anamwambia, umefuata nini hapa? Unamaanisha nini kuniambia nimefuata nini? Nimekuwa na wasiwasi labda unaumwa, nimefikiria kuhusiana na safari yako. Unaongea kuhusu safari? Safari gani mimi nimewahi kuambia? Subiri, maana yake haukusafiri kabisa. Kwa nini uko hapa? Unamaanisha nini kwamba mimi niko hapa? Unajua nini, hapa ni sehemu yangu ya kufanya kazi, hautaki kuwa hapa, emfanya uondoke. Sasa hapa mke wa Vincent haelewi kabisa Vincent amekuwaje, kwa sababu kwanza amebadilika ghafla na hataki kabisa kusikia swala la mke wake wala familia yake. Basi bibie, kwa sababu alikuwa anaendelea kuleta fujo pale, mlinzi akatumwa amtoe nje. Sasa huku ni siku nyingine ambayo mtoto wake anamuuliza mama kama baba atakuja shuleni kwenye kikao. Sasa mama alichokifanya ni kumfariji tu mtoto na kumwambia kwamba baba yako atakuja hivi karibuni, kwa atakuwepo kwenye kikao. Basi katoto kanamwambia kwamba unajua, nimewaambia rafiki zangu baba yangu ni baba mzuri sana duniani. Sasa mama anajawa na huzuni kishenzi hapa, kisa maneno ya mwanae. Bana, huku mchizi bado anaendelea na kula bata tu na ule mrembo, yani hajitambui kabisa. Hapa ni anamsifia kishenzi, yani anaona kabisa dunia aliyokuwa anaishi mwanzoni na sasa ni vitu viwili tofauti kabisa. Anamsifia mrembo hapa na anamwahidi kuishi maisha yake yote na yeye, huku mtoto Sarima anamlaumu mama yake kwa kumdanganya kwamba baba yake angefika afu hakuweza kufika kabisa, na yeye tayari alikuwa kashatamba kwa rafiki zake. Basi mama akamwomba samahani mtoto wake. Sasa leo alipofahamu ambapo mke wake amefungiwa ndani, yani hapa ni kama nyimbo ya Mbosso tu. Basi amefika hapa na mlinzi akamwelekeza wapi anatakiwa kwenda ili amuone Vincent. Sasa chumba alichoelekezwa alibishwa hodi na mwanamke ndiye anakuja hapa. Sasa hapa anamuulizia, nimekuja kuulizia Vincent. Oh, Vincent ni nani kwako? Isio mke wake. Oh, naona baby. Basi alivyomuita Vincent baby, hapa Isio anachanganyikiwa kinoma. Huyu ndio mke halisi wa Vincent, lakini sasa Vincent yuko kuna hiki kimada. Sasa Isio anashangaa kuona mume wake anakuja hapa na kumtaja kama huyu ni mgeni, yani kama hamtambui kabisa yani. Sasa mke ameanza kulalamika na mchizi
akawa hata hamuelewi mke wake. Sasa akamwona tu anafoka na yeye basi akaanza kumfokea. Mchizi anasema kwamba mimi niko na furaha hapa, wewe huoni hivi vitu vyote, hata wewe hautamani kukaa hapa. Kumbuka mchizi ni kwamba hajielewi kabisa. Mke anamwambia mwanao anakuulizia mimi nitajibu nini? Mchizi akamwambia bwana, mwambie mimi niko sehemu nzuri sana, najua atafurahi sana juu yangu, fanya uende huko. Sasa mchizi anamfukuza, lakini mke akang'ang'ana kwamba yeye haendi sehemu yoyote. Mchizi ilibidi ambebe na kumtoa nje ya mlango. Bana, ndoa imekuwa ya tabu sana. Sasa hapa anakuja kumpa taarifa mama yake, na mama yake anashindwa kuelewa kabisa kwamba Vincent amekujaje kubadilika hivi mwishoni, wakati alikuwa ni mwanaume ambaye anapenda sana familia yake. Sasa mama akawa hamuamini kabisa mtoto wake. Achokifanya ni kumpigia simu. Sasa anampigia simu, anapokea yule demu wa Vincent. Sasa hapa yule demu anamjibu kunyokunya sana huyu mama, anamwambia umepiga kwenye simu ya mume wangu afu unaniuliza mimi ni nani? Sasa mama hapa ana panic kinoma. Alivyokata simu alianza kushangaa sana, hii imekuwaje? Basi alichokifanya ni kupiga tena. Sasa hapa anapokelewa na Vincent mwenyewe. Vincent mwenyewe akaanza tena kumfokea mama mkwe na kumwambia kama anataka amani asije tena akampigia simu. Sasa hapa mama mkwe haelewi kabisa Vincent amekuwaje, na ile kukatiwa simu hapa ndo anashangaa kinoma. Basi alichokifanya mama ni kumshauri mwanaye azidishe maombi, apige chini goti, alie sana juu ya Mungu na majibu yake yatajibiwa tu na Mungu. Mume wake asikubali kabisa kumwacha atokomee na mwanamke mwingine, lakini ndo hivyo, mke wake alishakata tamaa na alishaamua kutaka kuacha kabisa Vincent aendelee na mambo yake kwa sababu ni mtu mzima, lakini bado mama anamshawishi yeye apige goti tu aombe. Mama ni mtu wa maombi sana. Basi hapa mtoto anaumwa leo, yuko hoi vibaya mno, anajaribu kumtafuta mume wake, lakini ndo hivyo hawezi kumpata, yani simu zake kabisa hazipokelewi. Usiku huu anaongea na mama yake anamzungumzia Vincent, lakini mwanamke hataki kabisa kumsikia Vincent. Mama akamsisitiza tu aanze maombi, hamna kingine ambacho kinafuata. Leo asubuhi tunamuona mke wa Vincent leo ameenda kukiwasha kwa kile kimada cha Vincent. Basi hapa walitifuana kishenzi, huyu anamuita yeye ni mwizi wa mume wake na anamsia muache kabisa mume wake, lakini wote wanatunishiana misuli. Sasa hapa ni kimembe kinoma. Vincent kumbuka hapa hayupo. Ili fujo ilivyokuwa inaendelea, basi mlinzi akaambiwa amtoe huyo kwa vyovyote vile atoke. Baada ya kufanya fujo ile, kesho yake akiwa hapa amekaa na mwanaye anamfundisha, mara anaona gari linakuja ambalo ni la Vincent. Basi wakamkimbilia kwa bashasha wakiwa wanajua ni baba amekuja, lakini baba amekuja na sura nyingine kabisa, amekuja anafoka hapa kishenzi. Kwa nini mwanamke ameenda kumletea fujo kwa mwanamke wake? Sasa kumbuka hapa mwanaye ndio anaona picha ya baba yake, anajaribu kumuomba msamaha ikiwa mama yake analia kishenzi, lakini mzee haelewi wala nini, yani anamuona mke wake kama takataka, sijui amepewa nini sasa. Lakini ngoja tuone. Unajua hivi vitu bwana, sio vitu ambavyo unaweza ukamjaji tu mtu, hatujui anapewa nini huko ndani. Basi hapa mchizi Vincent akaamua kuondoka zake na wao walibaki wanalia kishenzi, yani yeye bila huruma wala hawazi. Sasa hapa tunamuona mrembo huyu akijipulizia kipafumu fulani hivi ambacho inaonekana ni marashi fulani mazuri sana, na mume wake amekuwa akiyapenda ambaye ni Vincent. Baada ya kujipulizia, Vincent yuko sebleni huku amelala, yule anapita tu. Vincent akasema naanza kuhisi uwepo wako. Basi mrembo akakaa hapa akiwa na furahi kweli, yani na wote wanaenjoy kinoma. Mchizi Vincent anamsifia kishenzi huyu mrembo, yani yeye haoni haziki. Basi huyu mrembo akaanza kumshawishi mchizi aandae taraka na kumpa mke wake ili waweze kuoana. Sasa mchizi akamwambia kwamba bado anatafuta mwanasheria, lakini mrembo akamwambia kwamba mimi nitatafuta mwanasheria mzuri sana haraka na hili swala tutalimaliza. Sasa mchizi anaonekana kufurahia kwamba mwanamke wake yuko chapu sana kufanya maamuzi. Baada ya haya mazungumzo, tunamuona mke wa Vincent hapa akilia kishenzi, yani mwanae anamuuliza kama anamnilia baba yake na anamwambia asilie, baba atakuja hivi karibuni, lakini mtoto ni kwamba haelewi kinachoendelea ni nini. Sasa mama yake anaingia hapa ambaye ni mama mkwe wake wa Vincent. Sasa hapa mama anaelezewa Vincent ameamua kufanya maamuzi ambayo yanavunja mpaka ndoa yake na amemuonyesha kabisa faili la talaka. Sasa hapa mama anapigwa na butwa kinoma, lakini mama msimamo wake ni ule ule, anamshawishi mwanae asiweze kabisa kuacha mwanamke wake aondoke hivi hivi. Ni muda wa kupambana na maombi ili mwanaume wake arudi. Kitu kilichojengwa na Mungu basi hakiwezi kikavunjwa na binadamu tu kawaida. Lakini bado mwanae ni mgumu sana kumwelewa mama kuhusu kupiga magoti, kwa sababu anajua maamuzi aliyoyafanya ameyafanya yeye kama yeye, kwa kuwa anajielewa na ni mtu mzima. Sasa mke wa Vincent sasa hivi kila anachokifanya anakuwa anamuwaza mume wake. Usiku huu aliamua kuanza maombi, alikaza na maombi kinoma, nguvu zote alianza kuwekeza kwenye maombi kwa sababu alianza kumwelewa mama yake. Sasa tunarudi huku kwa Vincent ambao ni mji mpya wake. Wakati anaangalia TV, mrembo huyu hapa anamfuata. Sasa hapa anaonekana yeye hana mood kabisa, yuko anaangalia zake movie. Huyu mrembo anaanza kumuuliza habari kama ameshakamilisha swala lake la taraka. Sasa Vincent akawa anajibu kinyonge sana na akasema kwamba yeye anaishi bado muda wanao, sio swala la kukurupuka. Huyu mrembo akawa hamuelewi. Sasa akaanza kumuuliza maswali mengi sana juu ya swala la taraka, lakini mchizi Vincent ilibidi aanze kufoka na kumwambia kwamba sina mood ya kuongelea hayo mambo. Sasa hii tabia hakuwa nayo kabisa David. Huyu mrembo naye alianza kushangaa imekuwaje, au kuna chochote amekosea kumwambia, lakini ni hapana, ni mpango ambao tayari uko umeshapanga. Vincent aliamua kuamsha zake ili amuache pale.
pale akiwa mzira hata kuangalia movie. Mke wa Vincent huku akiwa amelala usiku anaanza kupata ndoto mbaya, kama vile Vincent analalamika amuokoe kwamba yeye yuko kwenye matatizo. Sasa hapa anakuja kushtuka, ilibidi aanze tena kuendeleza maombi. Basi usiku huu aliomba kishenzi, aliomba sana. Wakati huku anaomba, Vincent huku amelala. Sasa mara ghafla tunaona Vincent anashtuka. Vincent anaanza kushangaa mazingira aliyopo. Wakati anatoka kitandani, mara anakutana na mrembo ule anafungua mlango. Za asubuhi mpenzi. Sasa hapa Vincent anashangaa kinoma. Ni nini nafanya hapa? Kwa nini niko hapa? Emu usiwe hivyo. Tumekaa muda mrefu hapa. Sasa ukweli ni kwamba David ni kama hajielewi kabisa, yani haelewi hapa amefikaje na amekaa kwa muda gani. Basi mchizi akaanza kuuliza sana, yuko anafanya nini hapa na hapa ni wapi? Huyu mrembo anamwambia kwamba wao wako hapa na wanakaribia kuoana. Mchizi ndo akachanganyikiwa bwana. Anaanza kuuliza kuhusiana na familia yake. Alichokifanya ni kutoka pale spidi na kukimbia katika familia yake. Wakati anaingia hapa, hao wako najiandaa ili mtoto aende shule. Basi ameingia hapa, katoto kakamkimbilia kweli yani na kumkumbatia. Mke anashangaa inakuaje, lakini Vincent alianza kujielezea na kuomba samahani sana na kumwambia mke wake kwamba amejikuta yuko katika nyumba ya mtu ambaye haelewi kabisa amefikaje pale. Basi mke Isio alifurahi kinoma na kumkumbatia mume wake kwa sababu sasa maombi yake yamejibiwa. Hakuna linaloshindikana mbele ya Mungu. Ni kweli tunakubaliana. Sasa kumbe huyu mrembo bwana alimpigia simu mtaalamu wake ambaye alimwelekeza dawa ya kumvuruga kabisa mchizi ambaye ni Vincent. Sasa kumbe alikuwa ana kipafyumu fulani ambacho alikuwa akijipulizia. Basi Vincent akikisikia anachanganyikiwa kinoma yani. Na hapa mganga ndio akamwambia kwamba wewe ulikosea masharti, lakini yeye akakataa kwamba hajakosea chochote. Mganga akamwambia nenda kaangalia ile chupa ya perfume. Sasa anafika kuiangalia, anakuja kupigwa na butwa. Ile chupa ya perfume basi imepasuka tayari yani. Hamna kazi tena. Sasa hii ndio perfume ambayo ilikuwa inamfanya akijipulizia. Vincent anadata kabisa kumsikia. Basi mganga alimwambia hapo ndio kwisha tena. Hii kitu ilimuumiza sana huyu mrembo, na alichokifanya ni kwenda kuomba msamaha nyumbani hapa. Kaomba msamaha na akaanza kulia kinoma kwamba mapenzi yamemtesa sana, lakini pia Vincent alikuwa akimpenda muda mrefu. Kuja kukutana naye ilimfanya ampende sana zaidi, lakini Vincent aliweza kumkatalia baada ya kumtongoza, na ndicho kilimfanya aende kwa mganga. Sasa hapa anaomba samahani sana, lakini hawa watu waligoma kabisa kumsamehe. Kilichofuata tu ni kumfukuza atoke pale nyumbani. Sasa leo Vincent akiwa anatafuta makablasha hivi, mara anapokea simu inayokuja ni simu kutoka kampuni ambayo alikuwa anafanya nayo kazi zamani, ambayo ilimtaifisha mali zake zote na kurudi kwenye umasikini hapa. Basi ile kampuni inaanza kumwomba samahani na kumwambia kwamba uchunguzi umegundua kwamba kupotea kwa fedha yeye hahusiki kabisa, na yeye ni mtu sahihi kabisa, na watamrudishia gharama zake zote na watamlipa mshahara wa muda wote ambao alikuwa afanye kazi. Sasa hiki kitu kilimchanganya sana Vincent kiasi kwamba anashindwa mpaka aongee nini. Mke wake anamkuta kama amepigwa na butwa hivi, hawezi kuongea chochote. Hapa ilibidi aanze kumwelezea mke wake nini kinaendelea. Mke hakuweza kuamini. Aisee alifurahi kinoma na aliona kabisa Mungu amemjibu maombi. Na sasa picha yetu inaisha, Vincent anarudi kwenye maisha yake safi sana, na huu ndio mwisho wa picha. Kitu cha kujifunza ni kwamba kumtegemea Mungu ni kitu sahihi sana hapa duniani. Hakuna chochote ambacho binadamu anaweza akafanya bila Mungu. Basi kama umependa picha hii, ni kuombe sana usisahau kusubscribe.